bwana mmoja ambaye alikuwa ni mwindaji. Mwindaji huyu aliishi na mke wake, lakini mke wake alikuwa na tabia ambazo si tabia nzuri. Kwanza, alikuwa hamsikilizi mume wake. Pili, hamuamini mume wake. Tatu, mbishi kwa mume wake. Mume huyu kazi yake ni mwindaji sayyad. Kila akiamka asubuhi anashika silaha zake na kuelekea maporini kwa ajili ya mawindo. Siku ya siku yuko katika mawindo yake, akakutana na mwindaji mwenzake. Mwindaji yule aliyekutana naye akamwambia, mimi nina uzoefu na hii kazi ya uwindaji, na hivyo nina mitego mingi ya uwindaji, na mitego yangu nikitega sifeli. Ni mitego mizuri kabisa katika uwindaji. Yule bwana akahamasika, akamwambia, basi twaweza kushirikiana katika hii kazi ili tuweze kupata kuwinda vizuri na kurejea nyumbani na kitoweo. Wakakubaliana, na yule bwana kwa kushauriana wakatengeneza mtego. Wakatengeneza mtego mzuri, na akamwambia, sharti la huu mtego, kila kinachonasa ndani ya mtego huu tutagawana. Ndiyo. Wakakubaliana. Hata ikaingia nzi ama mdudu chungu akaingia katika mtego huu, basi mdudu huyu tutamgawana nusu kwa nusu, pasu kwa pasu, na mtego huu haufeli. Hakuna kitu kitachoingia na kikasalimika. Vile vile tutakikuta ndani ya mtego huu. Wakautega vizuri ule mtego, wakakubaliana miadi ya kwenda kuangalia mtego wao. Siku ya kwanza wakenda kuangalia, wote wawili wakakuta wamemkamata ghazali swala. Wakamgawana vipande viwili, pasu kwa pasu, wakamchana katikati. Wakachukua ubavu na huyu ubavu. Bwana yule akamwambia, umeona hichi kitendo tumefanya hapa kwa swala? Naam, nimeona. Hivi hata akakamatwa njiwa pori ama mdudu gani, hivi ndivyo tutamfanya, tutagawana nusu kwa nusu. Hakuna atakayemdhulumu mwenzake. Kila kitachonasa ndani ya mtego huu, basi tutagawana. Yule bwana akakubali. Kurejea nyumbani, mke anampokea kuangalia nyama kipande, kitoweo iko nusu ya saa. Mke yule akakasirika visirani, akaanza maneno, mume weye, una mke mwingine huko. Huyu swala nusu yake iko wapi? Umempa nani? Una mke mwingine? Umempa hawara? Kadha wa kadha. Mume akamwambia, mke wangu, sikiliza, kule maporini nimekutana na mwindaji maarufu, ana ufahamu wake, ana elimu yake, ana fani yake ya uwindaji, ana mitego mingi ya kuwinda. Kaubuni mtego ambao kila kinachoingia hakisalimiki. Leo tumemkamata swala, hivyo tukikamata mnyama tunagawana pasu, nusu nachukua mie, nusu anachukua yeye. Mke akakata, hakuamini, akamwambia, hapana, wewe unachezea shele wewe. Hapa kuna kitu wewe unamficha. Kuna mke mwenzangu hapa nagawana naye. Si kweli. Mume anamwaminisha mkeo, anamwambia, hata siamini, kuna mke mwingine. Siku ya pili wakakamata mnyama mwingine, vile vile wakagawana. Kidume anarejesha kitoweo nyumbani, mke anaanza maneno yake, mume wangu, na leo umeleta nusu. We mume, vipi wewe? Ina maana uliziki na mie, utashaki na mie? Maneno ya wanawake yanafahamika. Mume anajitahidi sana kumwaminisha mke wake, mke wangu, acha ubishi, mimi hii nyama tunagawana na mwenzangu, tuna mtego mmoja hivi na hivi. Mke haamini, anamwambia, hata unaambie vipi, sikuamini hata kidogo, kuna mke mwenzangu, tunagawana. Siku ya tatu kakamata nyati.
yule nyati kuingia ndani ya mtego na kanasa, wakamgawana. Kidume kaleta nyama nusu nyumbani, mke akamwambia nyati mzima, hadi nyati tumegawana. Salala, hapana, hili lazima nimjue huyu mke mwenzangu anayekula nusu na mimi kala nusu ni nani. Hapo kumjua sasa haiwezekani. Mwanzo ulikuwa unaleta kamili, sasa hivi unaleta nusu. Kwa nini? Hapana. Siku ya 4 mume katoka na mke katoka, njia anaijua ya kuelekea maporini. Huyo anamfuatilia mume wake ajue nusu ya nyama anayoileta mume wake anakula nani. Vile anaenda anamfuatilia mume wake, akadumbukia ndani ya ule mtego, akanasa. Alivyonasa tu anapiga makelele yake, anataka msaada. Kasha nasa ndani ya ule mtego, kasha chomwa na mkuki ule kwenye mtego. Mumewe anakuja kumnasua katika ule mtego. Anaanza katika harakati ya kumnasua, kumtegua katika ule mtego. Kidume yule msaidizi wake mwenzie waliyeshirikiana naye katika kutega ule mtego akafika, akamwambia, ndugu yangu, ataka kufanya nini? Kaambia, huyu mke wangu huyu. Kaambia, la, mkeo ndiyo najua. Miadi yangu na wewe ni ipi kuhusiana na huu mtego? Kila kitachonasa hapa tutagawana, awe mdudu chungu ama mdudu mtamu, tutamgawana. Sasa chanwa katikati, nusu baki nayo wewe, nusu nasepa nayo mimi. Mke wangu. Kaambia, mke wako, tumekamata swala, tumegawana. Mwingine tukagawana, mpaka nyati tukagawana nusu, hata mkeo vile vile tutagawana nusu. Kachanwa. Kabla ya kuchanwa, mume amwambia mkewe, umeona zile nyama nusu aliyekuwa akichukua ndiye huyo ambaye leo hii atachukua na nusu yako. Akachanwa nusu akabaki nayo mumewe, nusu akabaki naye, akaichukua yule bwana aliyemsaidia kutega ule mtego. Nini funzo ya kisa hichi? Wanawake wenye tabia za kutowaamini waume zao, ipo siku yale wanayoambiwa na waume zao hawayaamini, itakuja kuwatokea na watajuta kama ambavyo amejuta bibi huyu. Ubishi kwa waume zao, ukaidi kwa waume zao. Mume anakuambia hivyo, anasema hata uniongopei. Hapana, wachezea shere sijui kadha wa kadha. Watakuja kujuta. Sasa kabla hujajuta, zinduka. Utakapoambiwa na mume wako, mke wangu, hili swala lipo hivi, usione leo nimekuwa hivi, pana swala hili ama pako hivi,